Leo nataka nizungumzie roho sita zinazokukwamisha. Napenda ili ulifahamu kabisa kwa sababu katika neno la Mungu tumeambiwa tuzijaribu roho pia. Kwamba roho tulizo nazo ni roho wa Mungu, ni roho kutoka kwa Bwana, ni roho za kutupinga. Lakini pia mtumishi wa Mungu Paulo aliwahi kusema mimi si kama apigaye hewa. Yaani akiwa na maana kwamba unapopiga ngumi imlenge impate yule unayempiga. Kwa kama unapigana na shetani na humlengi, basi unakuwa sawa na mtu aliyepigana kwenye ulingo. Maana alitoa mfano huo kwa akizungumzia boxing, kwamba mtu unatupa ngumi zote na zote zimekwepwa. Kwa hiyo anasema mimi si kama apigaye hewa. Kwa hiyo kwa haya nitakao kushirikisha leo yanakusaidia kwamba usiwe kama mtu ambaye anapiga hewa. Inawezekana umekuwa mtu wa maombi, umekuwa mtu wa vita vya kiroho vizuri, lakini huna lengo. Hujui ni nini kinachokusumbua katika maisha yako. Kwa hiyo nataka nizungumzie roho sita ambazo mara nyingi shetani anazitumia kukukwamisha. Na inawezekana hujawahi kuzigusa katika maombi yako, na ndio maana unajikuta bado ingawa unaomba, kwa vile hujazigusa zinaendelea kukutumikisha na kukutesa. Roho ya kwanza ni roho ya kushindwa. Hii roho ya kushindwa ni roho ambayo inatenda kazi katika maisha yako, kwamba unaweza ukafanya vitu mbalimbali lakini kila unapokaribia kumaliza, kama ni mwanafunzi unafanya mtihani unashindwa, lakini darasani ulikuwa uko vizuri. Kwa hiyo hii roho inaweza isikuzuie kufanya biashara, isikuzuie kufanya kazi zako, lakini ni roho ya kukufanya uwe failure, ushindwe. Kwa hiyo katika dakika za mwisho au katika hatua za mwisho za biashara yako unajikuta pale unashindwa. Kwenye interview pale mwisho kabisa umeshinda, na pengine ulikuwa uchaguliwe, panatengenezwa mazingira ambayo yanakuzuia moja kwa moja kuingia katika kazi yako kwa sababu ya spirit of failure. Kwa hiyo ni roho ya kushindwa ambayo inatenda kazi katika maisha. Hii ni muhimu sana kuishughulikia. Uelewe kabisa kwamba iko roho ya namna hiyo ambayo inakusababisha usishinde, uwe ni mtu wa kushindwa katika maisha yako katika maeneo mbalimbali. Lakini kuna roho nyingine ya pili ambayo ni roho ya kuwekewa mipaka. Hii roho inakufanya kwamba katika maisha yako uwe tu kama unayezunguka milima. Unakuwa kama wana wa Israeli ambavyo badala ya kuchukua tu wiki kadhaa kufika Kanaani, wakajikuta wamechukua miaka 40. Maana yake walikuwa wanazunguka tu milima ya Seiri. Wanakuwa kama wanaorudi walikotoka. Hii roho ya kuwekewa mipaka inakufanya kwamba katika maisha yako una mipaka, kwamba hata ufanyeje ukishafika kiwango fulani lazima uanze moja. Hutoboi hapo mahali. Yaani kuna ukuta uliowekewa. Kama ni biashara, ukishafika mtaji wa milioni 1 au milioni 2 au hata milioni 5 au 10, unaanza moja kwa sababu umechorewa mstari kwamba hakuna kuvuka hapa. Kwa hiyo kuna spirit of limitation ambayo mtu anaweza akawekewa katika maisha yake. Kwa hiyo kila anachokifanya ataenda vizuri kabisa, lakini akifika mahali fulani ni ukomo wake. Kwa hiyo unahitajika kuishughulikia hii roho, kwa sababu haikuzuii kufanikiwa, lakini ukifuatilia sana utaona kwamba ukifika hatua ile aidha utatapeliwa au aidha patatokea kitu gani, ili mradi tu ufike mahali uanze moja. Kwa hiyo ni muhimu sana ushughulikie, kwa sababu unaweza ukalaumu watu, ukalaumu wafanyakazi wako, ukalaumu serikali, lakini ukifuatilia sana utagundua kwamba kuna roho ya kuwekewa mipaka, kwamba wewe utatembea, utaenda mahali fulani, lakini mwisho wako ni mahali fulani. Na ukifuatilia hata katika utumishi wako na mambo yako, kwamba unatamani ufanye mambo fulani katika wito ulioitiwa, lakini inakuwa vigumu kwa sababu hujashughulika na hii roho ya kuwekewa mipaka. Hii roho haikugusi moja kwa moja, lakini umechorewa kwamba hakuna kuvuka hapa. Yaani inakuwa kama waliochora mstari fulani ambao kila ukifika pale unashangaa tu umeamba umerudi nyuma, umeanza moja katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Kwa hiyo kila unaposhughulika na vita vya kiroho, unapoomba, fahamu kwamba kuna roho ya kuwekewa mipaka ambayo unaweza uwe hata huna shida ya kuumwa wala nini, lakini umewekewa mipaka tu kwamba hata upewe mtaji, hata uongezewe mtaji, hata ufanye nini, wewe hutafanya kitu kikubwa zaidi ya hicho unachokifanya kwa muda huu. Lakini roho nyingine ya tatu ni roho ya umaskini. Hii roho ya umaskini ni roho ambayo inakuzuia sasa kuona fursa zozote, kufanikiwa katika maisha yako. Hii ni roho ambayo unaweza kumuona mtu kabisa kwamba ikiwa imemtawala, hata kama ana pesa anashafanya kitu cha maana. Nafikiri umeweza kufuatilia ukaona hii roho inavyoweza kumtesa mtu, kwamba unaona nyumba, nafikiri umefika maeneo ukaona kabisa kwamba mtu anakuambia ana shida, kiasi kwamba ile nyumba ameshindwa kukandika,
ameshindwa hata kuweka hata kama ni nyasi, hawezi kuweka nyasi mpya, anavujiwa tu hapo. Anashindwa kukandika wakati maji hayauzi, mvua zinanyesha, tope liko hapo nje kwake. Sasa huyu mtu najiuliza kwamba huyu mtu hata akipewa pesa atafanya kitu gani? Kwa sababu unamuona mpaka kule ndani kuna matundu, unaona mpaka kule ndani. Unajiuliza, huyu kweli ni shida ya pesa? Mbona kuna vitu vinapatikana tu kwenye mazingira yake, lakini ameshindwa kuvitumia. Kwa hiyo roho ya umaskini ikikukamata, inakuzuia kabisa kufanikiwa, inakuzuia kuona fursa, inakuzuia kupiga hatua yoyote katika maisha yako. Kwa hiyo unajikuta kwamba wewe katika kila unachojaribu kukifanya ni anguko lako ni la moja kwa moja tu, kwamba huwezi ukafanikiwa. Chochote unachojaribu kufanya hakifanikiwi katika maisha yako kwa sababu ni roho ya umaskini. Kwa hii kila ambacho unakifanya unakuta hata ukipata pesa zinatengenezewa walaji. Ingawaje wengine ni kwa sababu ya kutokumtii Mungu katika utoaji. Kwa hiyo Mungu anakuwa hamkemei yule alaye. Lakini wengine tu ni kwamba ni roho kabisa, na ukifuatilia ni roho ambayo inafanya kazi wakati mwingine hata katika ukoo. Na ukishaiona roho inakutesa, sio wewe tu, lakini ukifuatilia inatenda kazi mpaka hata kwa walio wasomi kwenu, inatenda kazi hata kwa watu ambao walipaswa wao na juhudi. Unagundua kwamba hii roho sasa ni ya kiukoo, yani roho ile tutawala kiukoo au ile tutawala kifamilia, sio mimi mwenyewe. Kwa hiyo lazima uishughulikie kwa mapana hayo. Huwezi kuishughulikia kama ya kwako tu, wakati ni roho ambayo imekamata wengi kwenu. Kila anayejaribu kutaka afanye chochote hafanikiwe. Kwa hapo unaona wazi kabisa kwamba hii roho ni ishughulikie. Kwa hiyo ni roho ya umaskini ambayo usipoishughulikia, hata mtu ndio ule unampa mtu mtaji, anapewa mkopo, hata apewe nini, anajikuta kwamba hawezi kufanya chochote cha maana kwa sababu amekuwa paralyzed na hii roho ya umaskini. Lakini jingine au roho nyingine ni roho ya mazoea. Hii roho ya mazoea ni roho ambayo inakufanya hata uwe na pesa, hata upate fursa, unafanya mambo yale yale kwenye maisha yako. Hata ukipata pesa huwezi kubadilisha maisha yako. Utaweza kuona kabisa kuna watu ambao katika maisha yao hata akipata pesa hawezi kubadilisha nyumba yake, hawezi kubadilisha hata kuvaa kwake, hawezi kubadilisha mazingira yake. Yaani yeye amezoea na yale maisha. Yaani yeye ni pesa tu zijae, labda ziwe benki tu zimejaa kule, kwamba na akaunti yenye pesa kule, lakini hategemei kutumia pesa zile zimbadilishe. Kwa hii roho ya mazoea ni kwamba unazoea mfumo wa maisha mpaka sasa unakulemaza. Nafikiri umeweza kuona watu wakati mwingine kwamba kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi inasababisha ununue vitu reja. Lakini kuna mtu anafika mahali mpaka anapata pesa nzuri, lakini bado ananunua visado vya unga, ananunua mijari ya mafuta. Lakini huyu mtu ukifuatilia kwa kiwango ambacho amefikia, angeweza kununua vitu kwa bei ya jumla na iwe rahisi zaidi. Lakini spirit hii ya complacency ambayo ni kuridhika na maisha hayo na mazoea haimruhusu kufanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo utakuta atakaa hivyo, atalalia godoro hilo miaka na miaka, limeisha. Yaani mpaka anaumwa mgongo, anaenda hospitali kila mara, ataendelea kutumia chandarua hicho kilichotoboka mpaka mbu anaingia ndani, wanamtafuna humo kwa bidii na watoto. Hawezi kuwaza kwamba abadilishe mazingira yake hata kama anapata pesa. Kwa hiyo nao ni roho mbaya sana, kwa sababu hutafurahia kile unachokipata, na tunataka ufurahie jasho lako. Kwa sababu hii ni roho inayokuzuia kufurahia jasho lako. Unajikuta mtu ana pesa ziko nyingi, analala kwa shida, na nimeongea na hawa watu mara nyingi. Anang'ang'ana tu na mashamba yako mengi, lakini nyumba inavuja, amerizika tu na maisha hayo. Sasa hii inamfanya awe na ateseke kwenye uzee, maana alijinyima bila kujali kwamba kuna vitu vya msingi katika maisha vya kubadilika. Kwa hiyo roho ya mazoea nayo ikikuvamia inakufanya kwamba urizike na maisha ambayo ni duni, hata kama uwezo wa kuyabadilisha unao. Alafu nyingine ni roho ya uchawi. Hii ni roho ya mashambulizi ambayo yanatumwa kwako moja kwa moja. Na utaona mara nyingi kwamba ili ujue hii roho inakusumbua, utaona kwamba unaota mara nyingi ukikimbizwa na wanyama, mara unapaa. Unaweza kufikiri ni ndoto nzuri hizo, lakini unaweza ukawa unasafirishwa kupeleka kusikojulikana. Unajikuta unafanyika vitu vingi katika ulimwengu wa roho, unakuta unabakwa hata kwenye ndoto. Na ukiwa unafanywa vitendo kama hivyo, usifikiri vina madhara tu ya kiroho, vina madhara kiuchumi. Mara nyingi kuna watu wanachukua mafanikio yako kwa njia ya kufanya ngono na wewe kwenye ndoto. Na ile inasababisha mwingine asiolewe, mwingine asimpende mume wake au mke wake tena. Lakini hii yote ni roho ya uchawi ambayo sasa hii inahitaji nguvu za Mungu, kwa sababu huwezi kuikabili ndoto kama huna nguvu za Mungu. Maana ni kitu kinatokea wakati umelala. Kwa hiyo roho ya uchawi inapotupwa kwako inaharibu kazi zako. Kazi ya hii spirit ni kuharibu mahusiano yenu, ni kuharibu mafanikio yale ambayo ulishayapata tayari, ni kuvuruga. Yaani wewe hutakiwi ucheke, hutakiwi ufurahie.
Kila linapokuja jambo jema unalotaka kufanya panatokea baya wakati huo huo, kwa sababu unatumiwa mashambulizi ya hapa na pale. Kwa roho ya uchawi inahitaji nguvu za Mungu zaidi, lakini uchawi upo, wala hauwezi kupuuzwa kwamba hakuna kulogwa, hakuna uchawi. Uchawi upo, ila liko jina lenye uwezo la Yesu Kristo ambalo lina uwezo wa kutupa ushindi. Lakini unaweza ukajikuta kwamba hushughulikii mambo hayo. Kuna madhabahu nyingi zimekuzunguka zinakutesa, na kwa sababu ushughuliki nazo, ukisema tu Mungu atanitetea, unajikuta kwamba hujatumia mamlaka ambayo ni kazi yako, sio kazi ya Mungu hiyo. Kwa hiyo unaendelea kuonewa na shetani. Na tumeona watu wengi sana ambao wameteswa na hizi roho za uchawi, kiasi kwamba wamevamiwa na roho fulani, na wakati mwingine ndio maana anaamua kuombea watu, kuwekea mkono kila mtu wakati mwingine kanisani. Na unakuja kushangaa yule ambaye hangepita mbele kuombewa maana anajua hana tatizo, unashangaa mapepo yakilipuka. Na siku moja nilishangaa mtu mapepo yakilipuka kwamba huyu hata achukue mikopo vipi? Tumetumwa sisi kwamba huyu hawezi kufanikiwa. Kwa unaona, huyu mtu hana tatizo la kupita mbele kuombewa, maana atapitaje kwa mambo ya biashara? Anapita mbele akiumwa. Lakini kumbe kuna roho ilikuwa imekamata maisha yake kwamba hata afanye nini, hata apewe mtaji, hatutaruhusu apige hatua. Kwa hiyo tunahitaji kuzitambua hizi roho. Hii ni roho ya uchawi, na inaweza kaloga kabisa maisha yako ya kiroho pia na kiutumishi, ukajikuta unashindwa kufanya chochote katika maisha yako. Lakini ya mwisho nataka kuzungumzia kwa leo ni roho ya magonjwa au madhaifu. Hii nayo ni roho maalum. Pamoja na kwamba kuna kuumwa na mbu, pamoja na kwamba kuna matatizo mbalimbali yanayojitokeza, lakini angalia ile trend na ilivyo. Angalia jinsi ambavyo magonjwa yale yanakuja kwa staili gani. Kwa mfano, utakuta ukipata tu pesa ndipo unaumwa. Ukiwa huna pesa huumwi. Ukipata pesa magonjwa yanatokea na matatizo yanatokea yanayolingana na pesa zako. Kwa hiyo unagundua kabisa kwamba hii sio roho tu ya magonjwa kwamba ni malaria za kawaida. Hii ni roho tu ambayo inatenda kazi kwamba mimi nisifanye kitu chochote cha maendeleo kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hapa ninazungumzia kwamba magonjwa hayakwepeki, watu wanapata pia magonjwa hapa na pale kwa sababu hali ya hewa pia inabadilika, lakini wewe jaribu kuangalia ile namna magonjwa yanavyotokea. Utagundua kabisa kwamba yanatokea vipindi hivi. Yaani kila tu ukikaribia kupata pesa zako ndipo matatizo yanatokea. Ukipokea tu pesa ndipo changamoto zinatokea. Hata kama ni misiba, unaweza kusema misiba haizoeleki. Lakini hii misiba inayosubiri pesa zangu kila wakati ni kwa nini? Shetani hashindwi kutengeneza kitu kwa ajili yako. Huwa anawaambia watu kwamba ukiwa mtu wa Mungu unayetegemea kitu fulani sana, shetani anaweza kuamua kwamba unategemea pesa yako iliyoko benki. Yuko tayari kwa ajili ya mtu wa Mungu mmoja aisababishe benki iungue au benki ipate changamoto fulani ili tu kumdhibiti mtu mmoja pale na wengine waumie bila sababu, lakini yule mtu mmoja amkwamishe. Kwa hiyo ndio maana utakiwa utegemee kitu chochote zaidi ya Mungu. Wewe mtumaini Mungu tu, lakini pasiwe na chochote ambacho umeweka tegemeo lako 100% hapo, kwa sababu shetani atalitikisa hilo akijua kwamba kwa njia hiyo utamwacha Mungu. Kwa hiyo lazima uangalie haya. Kwa hizi nilikutaka tu nikushirikisha hizi roho ambazo mara nyingi tunaziona za kawaida, na ndio maana mimi kuna baadhi ya matatizo nilishawaambia wakati mwingine watu kwamba usikimbilie hospitali moja kwa moja kwa kila tatizo. Ukiona ni uvamizi wa ghafla ambao hauonyeshi dalili zinazoanza taratibu, ujue shetani ameweka mkakati kwamba ukienda tu anakunyonga. Nakumbuka ukienda upelekwa hospitalini, uhuru wa kukuombea pale haupo mkubwa. Kwa hiyo anataka upelekwe mazingira ambayo unapewa tu muda fulani, watu wanaruhusiwa waone wagonjwa. Anachokitengeneza pale ni kwamba anataka uchukuliwe msukule ghafla. Na tumeona watu kama hao ambao wakupata mazingira wamefanywa hivyo ili ghafla asipatikane. Kwa hiyo mtu ikitokea vita kama hiyo ambao hata mimi nimewahi kuzipata, unamwambia mtu msaje mkanipeleka hospitalini tuombe hapa. Kwa sababu ni kitu cha ghafla kilichotumwa ambacho mkivunja tu kwa maombi na mkikemea kwa uzito kinatoweka. Ukipelekwa tu tayari pale walishajipanga, na waweza wakamwandaa daktari wao ambaye ni satanist au ni muabudu shetani kule, akuchome sindano kimakosa, kama kimakosa ipatikane tu sababu. Shetani ana watu wengi, sio kwamba ni waganga wa kienyeji tu. Ana walimu ambao ni waabudu shetani, ana wachungaji ambao ni waabudu shetani, ana kila eneo ana watu. Kwa hiyo ni kazi yetu tunayohitajika ni kuwa na macho ya kiroho, wala tusifikiri kwamba ukikimbilia tu mahali ni salama. Kila mahali tunahitaji Mungu atusaidie. Kwa hiyo unapokuwa katika maombi, jitahidi kutambua na kushughulikia hizi roho ili uone matokeo ya maisha yako kiuchumi pia. Bila hivyo utaendelea kuteseka na hutafanikiwa. Nimependa kushirikisha hayo kwa siku hii ya leo. Karibu tena wakati mwingine.